Naitwa Judith Wandera. Mimi ni mkaaji wa Busia lakini niko na stay Kisumu. Mimi ni Mluya. Na hapa niko kwa jela la Ngata, nilikuwa Kodiaga, nikalitoa transfer in Ngata. Sasa ndo nasukumia kifungo hapa. Judith niwe we tabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ, njera-inĩ ya Lang'ata gũkũ Nairobi. Mimi naona kutolewa jela ingine kuletwa kwa ingine, yani ni kama unafanya kwa experience kwa jela ingine, because nilikuwa tangu nifungwe nilikuwa tu kwa hiyo jela, sasa ndo nikaletwa kwa hii hapa. Na maisha ya jela si rahisi. Maisha ya jela ni ngumu. Umemiss familia yako. Kila kitu yenye unafanya yani unaona tu hauko sawa. Lakini jela pia kuna masomo, kuna kushona, kuna vitu mingi kujua, kujifundisha kuku, kuvuka kuku, kushuka nywele, kupaka makucha, ni vitu mingi yenye wanafundisha jela. Nja wa njera warutaga wĩra ũrĩkũ? Maisha yangu huko nje mimi nilikuwa mtu wa kuhustle. Nilikuwa nafanya kazi tu kwa duka kuuzia mtu. Hiyo ndio nilikuwa nazaidisha nayo kwa maisha. Kosa si kitu mzuri. Na makosa si ati kuua, kuiba, kufanya nini. Kuna makosa pia unastuka umefika jela. Kama hii yangu ya defilement. Sikutarajia naweza fika hapa. Nilikuwa nasikianga tu jela lakini sikuwa naelewa jela ni nini. Nimefungwa miaka 15 na nimekaa 5, nimebaki na 10. Na nikitoka jela makosa kurudia kosa ndio kosa. Na tena sitaki tena makosa kama hii inihusishe tena niingie tena jela. Na jela pia nimeingia nimeona vitu mingi. Naweza tusi mtu, hiyo ni kuingia jela. Kuchukua tu kitu ya mtu, hiyo ni kuingia jela. Ni vitu mingi sana, hata mnaweza kuwa mnagombana na mwenzako aanguke chini na wewe ndio ulikuwa hapo na akufe, hiyo pia inaweza kuingiza jela. Vitu mingi sana. Haya, rĩu thikĩrĩria ũhoro ũrĩ haha ũrĩa warehire Judith njera. Mũgarũ na ũrĩa ngũrehagĩra tabarĩra ya njera-inĩ citũ, mũno tũkĩonania arũme magathĩkĩtwo cioho njera-inĩ nĩ kuonana kĩmwĩrĩ na airĩtu matakinyĩtie mĩaka 18. Mũirĩtu ũyũ ohirwo nĩ kuonana kĩmwĩrĩ na kamwana gatakinyĩtie mĩaka 18. Safari yangu ya kuingia jela, nataka tu kuelimisha wasichana kama mimi wenye wanapenda outing hizi za kwenda kwa bar kujinice. Hivyo ndo nilienda kajinice, kakutana na jamaa, tukapendana, nikampea namba ya simu. Hivyo tu ndo tukaanza kujuana. Baadaye nikastukia nimefika wapi? Jela. Mimi bila nilipata huyo kijana, mtu mwenye alikuwa tu ako kimwona unamwona tu ako size. Ako mtu mwenye ako dread, sasa huwezi jua kama ni mtoto mdogo. Na alikuwa kwenye bar. Unajua watoto wadogo hawafai kuingia kwenye bar. Lakini hapo ndo nilimpata na mimi sikuwa najua. Sasa tukapendana, damu pia zikaingiana. Na tukapendana lakini mwishowe ndio inasabu hapa kifungo. Sasa nilimpea namba ya simu. Kesho yake mimi sikuwa nimechukua yake, mimi ndo nilimpea yangu. Kesho yake kuamka kitu saa 6 hivi nikapata missed call. Nikampigia. Nikamuuliza, wewe ni nani? Akanambia, mimi ni Shabir. Tulikuwa nawe jana kwa bar. Nikamuuliza, wewe tulikuwa nawe jana tukidrink ati niko hapa. Nikamwambia mimi na stay Kisumu Manyatarabu. Akasema pia mimi na stay Kisumu hapa Manyatarabu. Hebu kuja hapa kwa duka tufanya nini? Tujuane mo. Sasa vile nilitoka tu nikaenda nikampata hapo kwa duka tukaongea. Akanambia enda uchange. Nikupeleke place yenye tunafanya nini? Tunaweza ongea. Kweli nikaenda nikachange. Kaoga nikachange. Nikaenda nikampigia akakuja akanipick. Tukaenda beach, tukaongea, tukajuana, tukaanza kupush love yetu sasa. Rĩu nĩamenyete mwana ndathakagwo nake. Tulishikwa mara ya kwanza na huyo kijana. Tukapelekwa Central. Maafisa wa Central wakasema ni nini nafanyika? Wakasema huyu ni mtu mkubwa na huyu ni mtoto. Afisa wakasema na watu wanakaa same age, na tukaachiliwa. Sasa ndio ilikuwa mara ya pili. Sasa kufika mara ya pili tukashikwa na tukapelekwa Central, nikakaa Central, yeye akakaa tu kwao. Sasa tena kurudi koti ile kwenda kuanza kesi, wamemnyoa hizo dread. Hata mimi sikuwa nimemjua.
Sasa nikashtuka tena, huyu ndio mwenye nilikuwa naye na sasa kitu yenye nilifanya makosa kotini, sikuuliza maneno za kwa nini amenyolewa, because it's my first time kuingia prison. Hivyo tu ndo nikabaki jela mpaka sasa hivi. Nilifungwa kwa sababu ya defilement, kijana alikuwa mdogo. Nikafungwa hiyo miaka 15 years. Yeye mwenyewe alikuwa na 16, wasema kwa 16. Sikuwahi muuliza maneno ya ID, sikuwahi muuliza maneno ya wazazi. Wazazi nilikuja nikajua baadaye nikajua wazazi wake. Pia tulikuwa tunaongeana na mama yake vizuri. Sasa sijui nini ilitokea. Baba naye hakukuwa na shida. Baba yeye alisema kijana wake ni mtu mkubwa. Nilimfungulia kazi ya kufanya, ako na pikipiki, ako na car wash. Yeye mwenyewe shughulikie maisha yake. Sasa problem ilikuwa mama. Mimi sikuwa naona kama naweza fungwa. Judith arauga andũ nĩ mabatie kwĩhũga mũno na ndũgũ cia kĩwendo. Kwa sheria ya Kenya, ukipatikana na makosa kama hiyo ya defilement, ni ngumu sana kutoka. Itabidi tu ufungwe. Hata kama ilikuwa aje, najua jaji anafuata yenye wameshaandika kwenye statement yako. Mimi kama ningekuwa jaji na hiyo mapenzi tulikuwa na huyu jamaa, tungefungwa wote. Because mimi na sababu na tulikuwa na yeye ndiye alinikujia, mimi sikumwendea. Sasa mimi na sababu na yeye ako nje, ako raha zake, na mimi na sababu nimeacha familia yangu, nimeacha mtoto wangu peke yao. Ni maneno Kenya inafaa iangalie upande wa defilement. Sisi wote tulikuwa kwa raha. Si mimi peke yangu, sasa mimi na sababu na yeye mwenyewe ako nje na shughulika na maisha yake. Defilement nayo nataka kuambia Wakenya wenzangu, defilement si ati ni wanaume peke yake. Hata mama mkubwa anaweza kuwa na kijana mdogo na aseme defilement. Kama sasa mimi ndio nilikuwa na 24. Ndio niko kwa jela sababu ya defilement na nikafungwa 15. Si wanaume peke yake, pia wanawake. Kuna kesi za defilement hapa Lang'ata, tuko wengi. Tuko wengi hizo kesi za defilement, si mimi peke yangu. Tuko wengi. Lakini pia kuna zingine pia za kuzingiziwa. Labda mnabishania shamba ama kuna mali yenye mnabishania. Sasa itabidi waeke mtu ndani, wasemia ati alikuwa anataka kufanya nini, amedefile mtoto. Arauga jera nĩ ũtũũro mũritũ. Tendo hapa hatuna freedom kitu ya kwanza. Hauwezi enda mahali ukachukua kanunua hata kitu kama nyumbani. Hauwezi kaa na familia yako, hauwezi kaa na watoto yako. Sasa usia tunafanya kitendo ukuje jela, ujue masomo yenye iko jela. Hapana. Hata huko nje pia kuna masomo, unaweza enda fanya nini? Ujiunge nao. Kuingia jela, hii ni dunia ingine. Because umekaa tu, wewe kazi yako ni kuamka, kufanya kazi, kukunywa uji, kurudi uende kazi ya industry, ama kama ni jikoni, kama ni chandaria, bakery, urudi tena pale pamoja tu hapo. Lakini kama uko nyumbani, shughuli zako unafanya shughuli zako. Kama singeshikwa maisha yangu ingekuwa mbali. Ingekuwa mbali sana. Ningekuwa nimefanya mabiashara zangu. Kwa hiyo miaka yenye nenda kukaa jela, ningekuwa nimeendelea kidogo penye nilikuwa nimewaachia. Kulingana na mimi vile nilikuwa na push na yeye, hakuwa mtoto. Because watoto wanajulikana, hakuwa mtoto vile mimi nilikuwa nakaa naye. Ena ndũmĩrĩri ya mwanya ĩkinyĩre andũ matiganĩte nja wa njera arĩ gũkũ njera. Mimi kitu naongelesha mama kijana, hata tumetoa mama wote wa Kenya, kama unaona kijana wako anaenda wrong na wewe mwenyewe umemjua kijana wako si mzuri, unafaa unaita familia hiyo kijana na huyo msichana, mnaongeleshana, si ati mnafika paka kwa polisi, kesi inakuwa hivyo ndio hiyo. Tena kitu kingine kuweka vitu zenye hakuna, kama kusingizia unaongeza makosa, unaweka unajua tu vizuri si ukweli. Mimi tu nasema Shabiri dogo Musa, kama uko nje, kama unaniona, maisha si atu uende tu kwa kila msichana unamletea shida. Sasa mimi na hesabu hii kifungo 15 years sababu yako, na wewe unaenjoy maisha huko nje. Hata nikirudi huko nje siwezi kuwa na wewe karibu. Ndakuwa mbali na wewe na siwezi tena kufuatana na wewe tena. Mama mzazi wa Shabir, mimi naomba msamaha, unisamee. Because sikuwa najua kijana ni mdogo. Tulipatana kwa hiyo place ni ya watu wakubwa na tukapendana.
lakini ukukuja kuniuliza, tukaongea, tukakaa chini na familia, lakini mimi naomba msamaha, unisamehe na sitawahi rudi tena kwa kijana yako. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ ya atumia ya Rang'ata. Rũu nĩ rũgano rwa Judith Wandera ohirwo nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩa kuonana kĩmwĩrĩ na mwana ũtakinyĩtie mĩaka 18.